Nenda nyumbani sawa? Nenda nyumbani sio? Baba, kuna nini? Mbona niambii? Baba, nini? Nenda nyumbani. Sawa? Nenda nyumbani. Usimwambie mtu kitu chochote kile, nenda nyumbani sawa? Baba. Baba, kuna nini? Niambie basi baba. Naomba mwambie ukweli mtoto. Ukweli gani mimi niongee jamani? Ukweli upi unataka wewe? Ukweli gani mimi niongee? Baba. Mwambie ukweli. Baba. Baba. Ukweli upi sasa? Unataka ukweli gani? Baba. Kuna nini? Nenda nyumbani. Oh mama, umeondoka kipindi ambacho mwanao nakuhitaji sana. Nimemiss ule upendo wa dhati uliokuwa ukinipatia mama. Kwenye baridi unanisogeza na unanikumbatia. Hadi kichapa na kimbilia kama badani kwa mama. Sasa mondoka mwanao ametabaki na nani? Ona mama, kama ingetolewa fursa urudi ningetoa roho yangu. Ona mwanao nateseka, sina kunita mwanangu. Nalia kwa huzuni, wenzangu wanacheka na mama. Nalia kwa hisia, wenzangu wanaruka na mama. Haiye, 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 haiye. Umechukua nini hapa chini? Huo si ushirikina huo. Hebu naomba unipatie hicho ulichochukua hapa. Wewe binti, hiki kitu nilichokifanya hapa nitapata ukweli kwa kupitia mwanangu. Hivi una akili kweli? Mwanao na mimi vinaingiliana wapi? Hasa kama ushirikina mali na huo mchanga uliouchota hauja kutosha. Njoo chota na hapa. Njoo chota na hapa. Blaza, tunapoelekea tunaenda kumbuka. Maana dogo namkutaga kule kwenye kaburi la mama yake akiwa analia. Fanya kila bidii ulisevu hili. Kipembe, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yaani yule kulia kwenye kaburi sawa sawa na kurukaruka tu kwa maharage. Hivi mtu akisha kufa anaweza akarudi? Hivi si nimekupa mashamba? Naamini utakuwa na asili kama mwanaume. Kaza. Mwanaume unakaza. Kwa hiyo sitarajii tena eti moyo utaruka kusema sijui kunalia analia kwenye kaburi, anafanya nini? Kaza bwana. Mimi sipendi hivyo Kipembe. Unajua mimi nilikuwa nataka mwanamke mzuri. Tena kutoka mjini. Nimempata, shida nini sasa? Tulia Kipembe, muda bado. Mimi nimekuelewa. Ila ni ngumu sana kumkuta mtoto kama vile akiwa analia. Ila nitavumilia.
Leo naitwa yatima mnyonge, nimeshakumisi wangu mama. Umeondoka kipindi ambacho mwanao nakuhitaji sana. Nimemiss ule upendo wa dhati ulokuwa ukinipatia mama. Kwenye baridi unasogeza na unanikumbatia. Kifunguo! Na kichapa na kimbiria kama badani kwa mama. Hivi wewe Kifunguo, unavozulula huko mitaani, unajua hapa kazi za nyumbani atakufanyia nani? Au unajua mamako atatoka makaburini huko kuja hapa kufanya kazi? Sinakuuliza wewe. Afu sikia nikwambie. Nilichofuata hapa mimi ni kuenjoy tu maisha. Si unaelewa? Wala sijakuja mimi hapa kuwa mfanyakazi. Umesikia? Na ninapokuita huwa sipendi nirudie zaidi ya mara 3. Yaani leo ndio mara ya mwanzo na ya mwisho. Sasa naomba uchukue hivi vyombo, uoshe na vitakate. Sitaki kuona mambo ya ajabu ajabu hapa. Na hisi unanielewa. Kijana, nimekuita hapa. Nilitaka kujua rafiki yako anaishi vipi nyumbani kwake. Maana ninaona ndani ya siku 40 tu mtoto wangu kufariki, yeye kachukua mwanamke mwinginewe. Hili swala linanishangaza. Katika ulimwengu wa sasa hivi sijawahi kuona swala hilo. Sijajua kama ananichukuliaje kwa kupitia binti yangu. Mimi nachangaa. Maana kutoka zamani mtu akioa na akikaa na mke wake akifa mpaka siku 40 zinakwisha. Sasa ilikuwaje mbona naona kwamba hata 40 haijakwisha mtu anakwenda kuoa? Je, binti yangu nijue kwamba wewe ndio ulimfanyia njama kumuua ili uoe mwingine? Wazee wangu, mimi nimewasikia na nipo na nyie bega kwa bega, na najua mtatambua tu kinachoendelea pale, lakini mimi sielewi kinachoendelea pale, lakini na imani mtajua tu kinachoendelea. Kipembe, hilo jina uliopewa sio la bure, ila vijana wa sasa hamjui maana yake ni nini, au sio mke wangu? Sawa kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingine mimi naomba na kuachia hili jambo wewe ulifuatilie. Nikisema nilifuatilie mwenyewe mguu kwa mguu wangu, nahisi naweza nikafanya kitu kibaya, kwa sababu sitokuweza kukubali mtoto wangu kupotea hafa mwenzangu akachukua eti mwanamke mwingine kijana yule. Roho yangu inaniuma sana. Kila nikifikiria sielewi kama nifanye kitu gani, na sielewi kama mjukuu wangu anaishi kinamna gani. Mwambie rafiki yako kwamba kitendo alichokifanya sisi hatukufurahi, kwa sababu kama yeye atafurahi, lakini sisi tuliokuwa na chetu hatuwezi kufurahi, kwa sababu yule hawezi kurudi tena. Bwana huyo aliyomuoa yeye tukimtizama hivyo sio wa kwetu. Tunapenda umwambie rafiki yako asirudie mambo kama haya, anaharibu, anakuwa muuaji. Kipembe, naomba nikwambie kitu kimoja. Najua unatambua kwamba hii ni kesi, na unapoitwa na mzee kudodoswa, usije ukakubali hata kidogo eti kusema labda tulifanya kitu kimoja au kitu. Yaani usijaribu hata siku moja kufanya hicho kitu. Wale wanaumia ndio mimi kuchukua mwanamke mwingine, lakini huyu ni mwanamke wa ndoto zangu mimi. Tumeshiriki baina mimi na wewe kwenye kifo cha marehemu mke wangu, ili wewe upate baadhi ya mali nikugawie na mimi nibaki na mali. Tambua na mali una vitu ambavyo nimeshakupa tayari, mashamba na vitu vingine. Kwa hiyo unapoulizwa kule ukisema oh sijui ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, unaenda kwenye kuharibu.
Sawa. Mwanaume nimekushinisha kwambia mwanaume unatakiwa ukaze. Ila changamoto zenyewe ndo kama hizo. Wazee nao kuniita nao wanaonekana kwamba wameumia sana na hilo jambo. Ndo kama hivyo. Kama ingetolewa fursa urudi ningetoa roho yangu. Ona mwanao anateseka sina kunita mwanangu. Nalia kwa huzuni wenzangu wanacheka na mama. Nalia kwa hisia wenzangu wanaruka na mama. Haiye. 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 Udugu, ule mtoto si wa kiume ule shoga yangu. Haya, na kazi za kike zile vipi? Shoga yangu nawe eti mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume? Sasa unahisi nani atamfanyia kazi? Mimi nitoke hapa nikashikia uchafu kama ule? Kwani unanichukuliaje unavyoniangalia? Embo achana kwa nina habari hizo. Haya shoga yangu. Sasa pale kwa mfano babake akimkuta siweka eka hiyo. Eti babake. Usilo ulijua sawa sawa na usiku wa kiza. Asa babake atanifanya nini mimi kimfano? Sasa mondoka mwanao umetabaki na nani? Mbona mama? Kama ingetolewa fursa urudi ningetoa roho yangu. Ona mwanao anateseka sina kunita mwanangu. Nalia kwa huzuni wenzangu wanacheka na mama. Kipembe mpenzi, naomba niwahi nyumbani. Sinajua dada nimwacha mwenyewe afu ni muda nipo ndani huko. Sawa baby, nimeelewa. Imani ulichonipa siwezi ngapata kuntonda lolote. Poa, tutaonana baadaye. Kiwangu. Ujue mimi nashangaa sana. Jana tulimuita yule kijana akamwambia yule mkwe wetu aje hapa. Lakini naona maajabu mpaka leo hii siku ya 3 sijamuona kufika hapa. Inamaanisha anatudharau au kitu gani? Maana sijui, sielewi. Kijana sasa anatafuta mtu mbaya ili amuone kama huyu mtu mbaya, amfikirie vibaya. Kumbe mwenzao hakufikiria ubaya kama huo, lakini wao anaufikiria ili mtu yule apate ubaya wake yeye. Anakujiona yeye ubaya wake hawezi kujua. Kwa maana hiyo, kama anaongezewa, naomba aongezewe tu. Unasemaje tena? Nimeongeza tena siku 3. Kama kwa sasa tu hivi tunamuita anakataa, hata tukimuongezea hizo siku 3 itakuwaje? Atafika kweli? Mimi ili sitokubaliana nalo.